Endo Media. I think stay ya pili itakuwa imekufaa zaidi kama inaweza fika hapo. Asante sana, asante sana. Happy Sabbath and happy day. Kwa wale ambao si Wakristo wa Sabato kama mimi na wale wengine, ni jambo la kujivunia sana ukipata nafasi na fursa ya kipekee kuingia kanisa kama siku ya leo na kusema vile nimesema happy Sabbath. Pastor Mutugi na viongozi wengine wa kanisa ambao mko hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kipekee tumepata kuwa hapa leo. Unajua Pastor Mutugi tumejuana kwa muda mrefu sana, tumekuwa pamoja katika utumishi wa kanisa, na namshukuru Mungu kwa sababu umeendelea na utumishi huo vyema sana. Lakini kabla sijanena, kwa sababu ningependa kuzungumza kwa dakika mbili tu, nimeandamana na viongozi wengi hapa, wengi kutoka pande ya Meru, wengine tumekuja nao kutoka Nairobi, na ni viongozi wako na nyadhifa mbalimbali ya kisiasa na mambo mengine. Ninataka kuomba hivi na kwa unyenyekevu kabisa. Mimi naamini kuheshimu vile tunaelekezwa na viongozi wetu wa kanisa. Tafadhali tuheshimu kanisa, sababu najua sisi wote tuko na nafasi ya kusema yale ambayo tunataka kusema kule kwingine. Tukiingia hapa tuko kwa standard moja, sisi zote tumekuja kuabudu. Kabla sijawajulisha wawili watatu, nitawaomba tafadhali, hakuna kitu utafanya kuliko kusema happy Sabbath na kukaa, kwa sababu kwanza pastor, unajua nilikuwa naogopa kusimama hapa. Hii ni mahali dangerous sana, sababu hii pulpit si yetu, hii ni yenu. Wale mmeweka mikono, sisi ni wale tuko na shida zingine huku. Vile nimesema, nimekuja hapa nikiandamana na viongozi wengi. Wale viongozi nimekuja nao hapa, nitawajulisha wawili watatu ambao watawasalimia, lakini wale wengine mtanuia radhi tafadhali. Other than Mheshimiwa Munya, Secretary General wa Jubilee, Senate candidate wetu na women rep na mwenyekiti wa Kenya Social Congress, naomba wale tuliandamana nao nyote msimame. Kati ya hawa pastor wengine viongozi wa siasa wanatafuta kura huku, wengine ni wasomi, wengine ni professionals, na najua kuna wengine wanangojea pale nje. Ninawashukuru nyinyi wote kwa kuja na kuandamana nami kuja katika kanisa langu la Seventh Day Adventist. Hivi ndivyo Wakristo wa Sabato tunaomba. Asanteni sana, na mimi najua pastor ako na klasi ya ubatizo, unaweza kujisajili. Na wasee wa kanisa wako hapa, tuwafundishe polepole, tuwapatise muwe Wakristo wa Sabato. Ninashukuru ndugu yangu Frederick Nyaga ambaye tumejuana kwa muda mrefu, for the entire of my life. Nyaga tumekuwa na yeye kutoka shule na kule kwingine, na mke wake mpendwa ambao wamekuja hapa, na Dr. Mtero ambao wameandamana nasi. Ni watu tumejuana kwa karibu sana, and they are very special friends of mine. Dr. Kamundi, thank you. Wale ningependa kuwajulisha, tamruhusu tu my brother governor ndio tamruhusu tu aongee, lakini ningependa kuwajulisha huyu ni chairman wa chama inaitwa Kenya Social Congress. Wacha tu aseme happy Sabbath.
kiongozi wa Kenya Social Congress ambacho tulikuwa tumehusika na mheshimiwa Timothy Anyona na Pastor Imune. Mimi nataka kushukuru kanisa kwa kuhubiri vizuri. Mimi ni Mkatoliki lakini nimesikia Mungu ni mmoja. Kama chama tunataka tuombee Kenya. Na Bwana Munya, huyu mzee yetu Matiang'i, I'm happy you are unashikilia mtoto yetu. Asanteni sana. I was raised as a Seventh-day Adventist, and I've been a Seventh-day Adventist all my life. I will not go against my pastor's guidance. Dr. Sarah Kilemi, the women rep candidate wetu wa chama cha Jubilee, jatu aseme huyu kwanza, kama kuna watu wa kupatiswa haraka, huyu ndio atakuwa wa kwanza, kwa sababu dereva wake is a deacon in the Seventh-day Adventist Church, na coordinator wake yule mwingine ni church elder. So zili mwambie ile imebakisha ni kuenroll in the baptismal class. Happy Sabbath day. Happy day. God is good and all the time. And there is nothing that is hard for the Lord. Thank you. Wana watu wanatii vizuri. Huyu ni baptismal class anaingia straight. Pius is our Senate candidate here in Meru. I know there are many nice things you say when we are out there. You will not say them here. Sema tu happy Sabbath. It's a very nice man, I know him. That's why I walk around with him. I don't walk around with bad people. Sema happy Sabbath. Happy Sabbath day. Happy day. Amen. Very good. Basi yule ambaye amebaki kusalimia wa mwisho kabla Peter kuongea, kuja nitawasalimia. Will come, even you come. This man whom I have started loving a lot recently, is an energetic, one of our strongest candidates here. I love his energy and he's a good man. Ambia watu vile unaitwa na useme happy Sabbath. That's how you start baptismal class. Happy Sabbath. Happy day. Naitwa Gikundi Mugera, naomba kiti ya ubunge Tigania West. Kuna kanisa tutatafuta ya SDA pale na pastor uanze baptismal class ili tukubatize. Now finally, I have the chairman of Jubilee, Honorable Kemosi, will just wave. Lakini mkubwa wa Jubilee Kenya, huyu Secretary General wetu wa Jubilee Moitarelo Lekenta kutoka Narok, ambaye tumekuwa naye tangu jana. Mpe microphone na yeye aseme happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Ngomba wale watu wametoka na sisi Nairobi, niko na watu kutoka Narok, Kajiado na wa Nairobi, kina mama msimame tu muonekane. Asante sana. As unaona, my baptismal class will be very good. Kuna wengi sana. So finally, Pastor, with your kind indulgence, before I say a word, let me invite my very close friend, my brother. He will speak from here. Our governor candidate and former governor, a colleague of mine in government, and somebody I've worked with in this life for a long time. Somebody I have so much respect for. Many people don't know when you're in public life, the relationships you keep with other people. But Peter and I are not just friends. We are more than friends. We are very deep. We walked this life together. And I sincerely thank the Lord for him. Pastor Kamunde, the day we were raising funds to support the SDA church in Tharaka, and when we were supporting that Seventh-day Adventist school, that time I was with Peter. Yeah, huko Shakariga. So any Seventh-day Adventist activities I've done here around Meru, I've always been with Peter. And that's how serious he is, even about our church. And when I told him we are going to worship here today, he was happy to come. Only that I want to tell you, my brother, that when you become governor,
your first assignment will be to sort out this land problem for this church. Happy Sabbath day. Happy day. Wacha mimi pia niseme niko na furaha kubwa kuwa hapa kwa kanisa hili la Sabato la hapa Meru. My friend Dr. Matiang'i aliponiambia tutakuja kanisa ya Sabato Meru na atakuwa mgeni wangu hapa Meru, mimi nilimwambia ashughulike yeye mwenyewe, kwa sababu sikujua utaratibu wa kanisa hii vizuri, lakini kuwa najua yeye ni elder wa kanisa hii, kwa hivyo hakutakuwa na wasiwasi, tutaweza kufika. Lakini nimekuwa na urafiki, si Matiang'i peke yake, hata kule nilikuwa mbunge, nilikuwa nashirikiana na kanisa hili. Sio ati hatuna ushirikiano, lakini nilikuwa najua status yake kwa kanisa hii inatosheleza yeye kutuambia vile tutafika na ni kanisa gani tutafika hapa. Kwa hivyo tuna furaha kuwa hapa leo. Tumefanya kazi na Dr. Matiang'i kwa ile miaka tulikuwa kwa serikali. Alikuwa waziri kwa wizara kadhaa, mnakumbuka hivyo. Alikuwa kwa ardhi, nakumbuka kutatua mashinda hapa na pale ya ardhi. Elimu, anajulikana sana kwa elimu, kwa sababu tulikuwa na mashinda mengi kwa elimu. Mitihani Kenya ilikuwa imekuwa kitu ya kununua Ikomba market. Watoto wanaenda kusoma, wanasoma, wale wako na pesa, mitihani inauzwa kiolela hivyo. Standard zilikuwa zimeporomoka, ethics kiskaisha. Alikuja akasimamia hii, akatatua hiyo shinda na mashinda mengine. Pia serikali ilikuwa na mashinda kwa sababu ya mambo fulani vile ilikuwa. President Uhuru akamchagua kuwa chairman wa coordinating committee ya cabinet. Na hiyo kazi ilikuwa kitasema vile iko msaidizi mkuu kwa serikali, unajua ni nani kwa katiba ya Kenya. Lakini hiyo kazi ilikuwa imepata shinda. Yeye akapewa hiyo kazi, mimi nikiwa waziri huko, akacoordinate sisi vizuri, tukaweza kuchapa kazi vizuri sana, tukatatua mambo mengi. Kwa nini nasema hivyo? Nimesema hivyo tu kwa sababu leo tumefunzwa mambo ya kuinuliwa, si ndio? Na Mungu anaweza kukuinua, tumeelezwa vizuri, na ni kweli, kutoka position yoyote akuinue ufike mahali fulani. Sasa yeye ameinuliwa, sinaona anainuliwa. Tukiwa wabunge alikuwa na ile program ya World Bank, ile ilikuwa inafunza mambo ya democracy na nini. Hiyo ndio wakati wa kwanza mimi kumsikia. Kaambiwa ni huyu anaitwa Matiang'i. Sikumjua kumuonana na yeye, lakini alikuwa anafanya hiyo kazi. Mimi kwa kifupi nasema ana uzoefu, ana elimu na ako na maadili pia ambayo yanakosekana siku hizi kwa mambo ya kuendesha mambo ya serikali. Na akiinuliwa na Mungu apate hii kazi anatafuta, mimi nafikiri hata injinua zaidi, ataweza kuserve. He will be able to serve the people the way he has served them in those other capacities that he has been. Na ndio sababu mimi tunatembea na yeye
kwa hii safari. Mimi pia nimeinuliwa mara mingi. Mungu huinua watu. Nilikuwa mbunge huko Tigania East term 2, nikafanya kazi mpaka watu wa Meru wakanotice, wakanifanya gavana wa kwanza wa Meru. Kutoka hapo sikuweza, kura yangu haikuweza kutosha 2017 kwa mambo mengi hapa na pale. President Uhuru akanotice mimi nikiwa pande hii, akanipa kazi, ndio tukakutana na Dr. Matiang'i huko. Kwa pia ni kuinuliwa, si ndio? Sasa mimi natafuta kurundi kwa hiyo kazi ya gavana kwa tamu hii inakuja. Ndio sasa tumefanya urafiki wa karibu. Mimi nijaribu kumsaidia kupata kura pande hii niko, si ndio? Tusaidiane kwa vyama hivyo vyetu viwili, amesema chama ya PNU na chama ya Jubilee. Ndio unaona tuko na hizo timu mbili hapa siku ya leo. Hayo upande niko kwa laini. Niko kwa laini, sitaki kupiga na unajua mimi nimepatishwa pia, ni vile nimepatishwa kule Methodist. Mimi ni member of Methodist Church. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tuko saa hii, na tukuja tu kuwa tuombe na nyinyi pamoja, Mungu aweze kutusaidia na kutuinua na kutubariki tuweze kufika kufanya hiyo kazi. Kuna changamoto mingi kwa nchi yetu na tunafurahi kila wakati tunaombea nchi yetu. Lazima tuendelee kuomba, kwa sababu hata kama tutatatua sisi wenyewe kutumia maarifa yetu na kura zetu, pia tutahitaji nguvu ya Mungu kutatua yao mashinda. Kama shinda ya elimu, nigusia hiyo elimu, alikuwa amefanya kazi. Kizunguka huku unakuta mambo yamekuwa makubwa sana. Mashule hayapati pesa ya kutosha. Unasikia sasa hata kuna mashule yamefunga kwa sababu budget ile wako, ile pesa wamepata kwa shule ile ilikuwa inaitwa capitation ilikatwa, shule zinafunga before the term ends. Principals in schools, most of them are struggling to make the schools run under very, very difficult circumstances. Some are even resigning. You have many friends we have turned who have resigned. Wanasema mimi, this one I can't handle. Because unaambiwa endesha shule. Sasa utaendesha namna gani kama resources zile zinahitajika asiko? Zile zilikuwa zinapeanwa. Budget ya education haijaenda chini. In fact wale wanajua budget inaenda ikienda juu. Lakini ile inafikia kasi ile inahitajika ifanyike kwa mashule, kwa university, kwa institutions zile zingine ambazo zinahitaji pesa ni kidogo, imeenda chini. Hiyo inaenda chini, budget inaenda juu. Hiyo ni sekta ya elimu tu. Nikienda kwa afya tunakuta changamoto kama hizo. Nikienda kwa utendakaji kule kwingine changamoto kama hizo. Kwa wafanyikazi wa Kenya, mishahara nusu ya mshahara yao inaenda kwa kulipa ushuru. Nusu. Nusu ya mshahara yako. Wewe unafanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni, wiki, mwezi, mwisho wa mwezi ukilipwa unalipwa nusu, ile ingine inaenda kuchangia maendeleo ya Kenya. Na hiyo maendeleo unaona ikididimika. Sasa tunaambiwa tunajengewa manyumba nini, hata hiyo nimeona kwa gazeti jana pia inataka kuwekwa kwa kitu wanaita securitization. Hiyo pia inatoka kwa mshahara ya wafanyikazi.
Nilikuwa na hesabu. Hiyo ni ile pesa inaingia huko, hii ingine na hii ingine yote ndio nilikuwa inakuja 40 something, almost 50% kwa taxes. Hiyo sasa wanasema, ilikuwa kwa gazeti, sio mimi nasoma tu, nasoma kwa nini. Wanasema ndio wakamilishe manyumba ile wanajengea sisi ya affordable. Ile pesa mnatoa itoshi, wanataka kuitumia kuomba loan ya future. Hiyo ndio wanaita securitization. Hiyo sasa waombe pesa ambayo itacommit hiyo pesa mnatoa kwa miaka ingine 5. Hiyo inamaanisha hata serikali ikija ingine mpya, sababu hiyo itakuwa loan, lazima utaendelea na hiyo levy ndio ulipe hiyo loan imeombwa kutoka huko nchi za ng'ambo. Maisha imeenda juu, cost ya maisha inaenda juu. Kwa hivyo tunahitaji maombi, nataka kusema kwa kifupi, maombi, na pia because faith requires action. Si ndio? Si faith lazima iwe na action. You have to back your faith with action. Maombi na action ya nyinyi kufikiria kama Wakenya wale wengine wa Kristo, kufikiria wale madhehebu wengine, kufikiria tuweze kupiga hatua ya kubadilisha hiyo mambo. Tushikane pamoja tubadilishe hiyo mambo. Na sisi tuko kwa hiyo harakati ya hiyo kazi, na ndio imetuleta hapa na Dr. Matiang'i. Sasa situmpe Helda nafasi ya tumusikilize na yeye tuone vile atasema. Hapa tunapiganga makofi. Si hiyo ni appreciation, si ndio? Kidogo. Asante, karibu daktari. Si Wakristo wa Sabato hatupigangi makofi kwa kanisa. Tunasema tu amen. Tunaendelea na hiyo maneno. Pastors wale ambao mko hapa, kwanza wanajua kwa sababu ya tradition ya kanisa yetu vile iko, vile mliona hapa pastor akisimama anazungumza maneno ya shebades, yani you are supposed to be a man of regular and good standing and married. Pastor Mutugi, so that you know that since you left Lavington SDA Church and since we were worshiping together in Nairobi, nothing has changed in my life. Mama bado ako hapo, angekuwa na mimi hapa, it's just that I was looking for votes here, so she couldn't come to loiter around with me in the streets of Meru. But I want to assure you, Pastor, that I have remained in good and regular standing, and since the church allows me and she allows me to speak on her behalf, so on behalf of Mama Lynette, na wasalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Bas, so I am still in that regular arrangement, Modesta. Fellow Adventists, I think when we come to church and we speak about our roles and the things we do, it doesn't mean by any stretch of imagination kwamba sisi ni watakatifu sana, ma we are so holy, we are better than other people and so on. We are walking the journey of this life with challenges that everyone is facing as we are facing them. I am so happy to be here and to worship with my fellow Christians and Adventists. Tomorrow, Peter is taking me to his church. Since I brought him to my church today, so tomorrow he will take me to his church, so that I go to worship there also, to see how the Methodist service is conducted. There's nothing better you can do with your life than to serve the Lord. So I would like to commit, and I always say heaven is better than State House. I would rather focus on my heavenward journey. And as you said, Pastor, the leaders of the choirs who are here, see me after this, we have a conversation to have, because I believe as long as you are alive, you must serve the Lord. And I will do my bit in serving the Lord, even in serving our country out there. I thank all my brothers and sisters here in Meru, those of you who have hosted us here for the last 2 days.
and all of you wonderful Christians of this church who have received us. We are in this because we want to make a honest, open, and sincere contribution to our country. There's nothing more you can do as a patriot to your country than to serve it, and serve it honestly. We want to serve very sincerely. There are challenges in this country. As of this morning I was counting, over 15 schools are closed. We have very fundamental challenges. In fact, today, I would like to step out of the political thing and speak as a responsible parent and a responsible citizen, and ask our president, the minister, and the people in the education sector. It's abundantly clear that you have a problem and you have a crisis. And there is no reason why to be arrogant and refuse to accept what everyone can see. Muko na shida. And the sector has been very badly mismanaged. Next week, when we have the retreat with my colleagues in the opposition, I'm going to plead with them that we now look for an opportunity for an all-parties conversation on the education sector in the country. Because you see, we can keep pointing fingers at the government and blaming the government and saying this and saying that. We look like irresponsible people. Our children are suffering, and we are spending time calling each other names, saying it's him who's wrong, it's how who has not done this, it's this one who has not done this. Personally, I would like to say sincerely, as a believer, that on that one issue, we can have whatever political differences we have or whatever it is, but on that one issue, and I hope His Excellency, our President, because we respect the Constitution and we have to respect the Constitution. William Ruto is our President under the law, and we have not suspended the Constitution. So I hope our President will see it as a genuine and sincere need for us to have an all-parties conversation on the education sector in the country. Because it's a crisis, and it is going to blow up sooner than we think. Because when you see the number of kids we are losing in school, 21 burning to ashes, 16 dead, and as my brother says, principals are not able to run schools, they have no money, and the cost is going through the roof, 110,000. We look at those fee schedules, I look at them, I have relatives, we are educating people. I don't think there's anybody here who's not educating a child, even if they are not yours biologically. We're educating a lot of people, relatives and so on. I ask myself, who's going to pay a national school fee of 115,000? The reason why we were putting money in education when we were in the government is so that we make education available and affordable to everybody. Because it's the equalizer to all of us. Sisi tunataka watoto waende shule, waendelee kusoma. And we must manage the sector responsibly. There are some solutions that I think, instead of looking like we are criticizing the government all the time, there are some solutions that are within reach. I would advise, I mean, this is unsolicited, I don't have to advise the president, but if I was there myself, I would appoint a PS in charge of transition and the new curriculum. That's what we advised Uhuru. Uhuru had a PS in charge of curriculum and transition to focus on how we're implementing the CBC. I would cut down the wastage of government by over 50% and pour all that money in education and health so that you stabilize the social sectors. I would pull in people for conversations. The Seventh-day Adventist Church has invested in education. Look, many of our churches, the Catholic Church, we used to have endless conversations with the Conference of Catholic Bishops and our pastors because they have a stake, they have an interest. Dr. Mtero here, who leads the education sector and one of our leaders in the church, you can't assume they don't know what is supposed to be done. We listen to them, we sit down with them and work with them. And then slowly we work with the professionals. I would ask the president to get a caucus of these people, plus the role players like the Secondary School Heads Association and so on, and have a honest, all-parties conversation on the crisis in the education sector. Otherwise, we are going to lose all our children, we are going to lose a generation, and it's not good for the country. So, I will plead with my colleagues, even those ones in the opposition. Safari tuweke sasa shida zetu kidogo kando na tofauti zetu kwa hii issue moja tu ya elimu ya watoto wetu. Tukae chini tuone vile tunaweza kuzungumza, and I hope the government will also be reasonable and stop being arrogant and face the challenges they face. And the president can get competent people, they are there in the country. Even within his own group, he has competent people. Let him look inside. He doesn't even have to go outside his group. He can get more competent people within his own group to assist him to move this forward. Finally, mimi nawaomba,
Wakristo wenzangu wa Adventista, mutuombe, because the first thing we ask for is prayers. And I ask for prayers here genuinely standing near the pulpit for 2 reasons. Pray for us that the Lord's will is done. Hizi vitu tunatafuta ndio, lakini mtu akupea watu madaraka ni nani? And if it is will, we get it. And if it is will and when we get it, the second prayer is even much more serious for me than the first one. That if we are so blessed and so privileged by the grace of God to get there, we should never, ever, ever drag the name of the Lord in the mud. That we put honor and glory to the name of the Lord. In the way we will serve, in the way we will hoist the name of the Lord. Throughout my public service, there is nothing that I have dreaded more than doing things that will hurt the name of the church and hurt the name of the Lord. We carry a big responsibility even when we go out there. Even when we go to public service, that's a pulpit that has been erected for us to preach the love of God, the honesty and sincerity and commitment of Christ, and the focus in the service of our people. I love you very sincerely as my fellow Adventists, and will continue to do so until I breathe my last. And I hope that as we journey home, we will do the things we have to do here the way the Lord expects us to do them. Honestly, sincerely, forthrightly, and as always, in the service of our Creator. So I wish you well, and wherever you go and when you meet fellow Christians, fellow Adventists, and the others out there, please let us pray so that we pray without ceasing, and let us truly worship the Lord in truth and in spirit, even in the way we conduct ourselves. And because we came here today, normally when we go to churches, we do things. The pastor who's going to Bugema, who's here, I will talk nicely to these good people. We will support you in your education so that you can continue serving and working in the Lord's vineyard. May the Lord bless you indeed. Amen. And may He shine His face upon you. Amen. And keep you safe as you go in and as you go out. Amen. And always, whatever you find yourself doing, as the Bible tells us, whatever your hands find to do it as unto the Lord. And I pledge to you as my fellow Christians, if the Lord gives me the opportunity to serve Him in this capacity, I will do it as unto the Lord. God bless you. Endo Media.